Muda mchache baadaye, msikilizaji wangu, Sandra akiwa ametulia, mlango ulifunguliwa. Taratibu aliingia Mr. J akiwa na sahani ya chakula mkononi, na huku mkono mwingine alikuwa ameshika bastola. Alifika na kuweka sahani mbele ya Sandra, kisha alimtaka ale. Hakutaka kucheka naye kabisa. Aliamua kwenda kwa amri na sio kingine. Naam, msikilizaji wangu, hapa kama unakumbuka vizuri ni pale ambapo tuliishia katika sehemu ya 6. Karibu katika sehemu ya 7 ya simulizi yetu nzuri ya Mudomo. Sasa unafikiri hata ukinitisha nitaweza kula? Acha tu nife, maana utakuwa umezamilia kuniua. Sandra aliongea kwa kiburi, lakini Mr. J alijikuta kimshangaa, maana asilimia kubwa ya watu wengi walikuwa kimuogopa sana. Lakini kwa nini huyu binti hakuwa na hofu yoyote ile? Ilibidi asogee zaidi na kumuuliza Sandra alikuwa na uhusiano gani na Gilbert. Sasa ilibidi Sandra amwambie kila kitu, kuanzia walipokutana na Gilbert, alipokuwa hana sehemu ya kulala mpaka kufika pale, na pia alimwambia kwamba sababu ilikuwa ni yeye, maana kama asingefukuzwa kazi huenda muda huo angekuwa anaishi vyema tu. Sasa Mr. J alichokifanya ni kumshika mkono Sandra, kisha alimtoa mpaka nje na kumuingiza kwenye gari. Aliingia na yeye, kisha walitoka hapo kwa kasi. Haikujulikana walikuwa wakielekea wapi, na hata Sandra hakutaka kuuliza, kwani yeye na mwanaume huyo walikuwa ni kama paka na panya. Safari ilikuwa ni ndefu. Mwisho walifika kwenye barabara kuu ya magari. Mr. J alifungua mlango na kumtaka Sandra ashuke. Sandra alibaki amedua. Ina maana anaachwa kweli au kuna mpango mwingine unasukwa? Ilibidi ashuke, lakini kabla hajafika mbali, Mr. J alishusha kioo cha gari na kumwambia Sandra, "We binti, hakikisha unakaa mbali na maisha yangu. Kama awamu nyingine nitakuona mbele yangu, basi hakika utakuwa ndio mwisho wa maisha yako." Mr. J alimaliza na kupandisha kioo, kisha alitoa gari kwa kasi sana. Sandra naye alivuka barabara na kwenda zake. Lakini wakati anamalizia kuvuka barabara, ghafla alisikia kishindo kikubwa sana nyuma. Dakika za kuhesabu tu watu walipiga kelele, kwani ilikuwa ni ajali mbaya sana ambayo iliweza kutokea hapo. Aligeuka na kutazama ni nini shida. Alishangaa kuona gari la Mr. J ikiwa katika mtaro, huku gari ya mafuta ikiwa imerara kando. Ilikuwa ni ajali mbaya sana, msikilizaji wangu, kiasi kwamba gari ya Mr. J ilikuwa imepondeka sana. "Oh Mungu wangu!" Sandra alihamaki na kujikuta ameshika kichwa. Sasa alibaki ameganda kama dakika 2 hivi. Alikuwa aelewi afanye nini. Akili yake haraka ilipata maswali mawili kwa wakati mmoja. La kwanza ni kufika eneo la tukio ili kujaribu kuokoa maisha ya Mr. J. Lakini akili nyingine ilimwambia kwamba asijaribu kufanya hivyo, kwani mtu huyo alikuwa ni mbaya sana kwake, na huenda hayo yalikuwa ni maripo ya ubaya wake. Alipiga hatua kadhaa kuondoka, lakini alianza kusikia watu wakisema, "Ni mzima, anapumua jamani." Sauti hizo, msikilizaji wangu, zilimfanya Sandra asahau yale maneno aliyoambiwa na Mr. J kwamba asitoke mbele yake tena. Badala yake aliamua kukimbia kuelekea eneo la tukio ili kuangalia kama kuna uwezekano wa kumsaidia adui yake. Kama ule wimbo wa Neema Mwaipopole, "Adui zangu nimewasamehe ble." Sasa Sandra, msikilizaji wangu, alifanya hivyo. Sandra alifika haraka eneo la ajali, lakini alijikuta akihamaki kile ambacho alikuwa kikiona. Mr. J alikuwa kwenye hali mbaya sana. Damu zilikuwa zikimtoka kwa wingi maeneo ya kichwani. Na sio kichwani tu, hata mikono yake ilikuwa inavuja damu nyingi sana. Sandra kitu cha kwanza alitoa simu yake na kupiga huduma ya dharura. Lakini kisha alisogea mpaka lilipo gari la Mr. J na kufungua mlango. Na alifanya hivyo ili kuona kama Mr. J labda angeweza kuzungumza au kuona. Mr. J alifungua macho baada ya kusikia sauti ya mtu ikimuita, lakini hakuweza kumwona vyema, kwani macho yake yalikuwa yamejaa machozi ya damu, na vile vile alikuwa na maumivu makali sana yaliyopelekea kukosa nguvu. Muda mchache baadaye, ambulance ilifika na kuanza kutoa huduma ya kwanza kwa Mr. J.
Walimtoa katika gari na kumpakia katika kitanda cha matairi. Kisha walimpandisha kwenye ambulance. Sandra naye alipanda na kuanza safari ya kuelekea hospitalini. Njia nzima Mr. J alikuwa ni mtu wa kugumia tu kwa maumivu, huku nesi naye akijaribu kumfunga bandage za kuzuia damu isiendelee kutoka. Nesi huyu atapona kweli? Mbona inaonekana kama anakwenda kupoteza maisha? Sandra aliuliza kwa wasiwasi, huku akiwa ameshika drip ya damu ambayo ilikuwa ikiingiza damu taratibu kwa mwili wa Mr. J. Swali la Sandra lilimfanya nesi kutabasamu, kisha alimjibu, hapana misi, mtu wako atakwenda kuwa sawa, kwa sababu majeraha ambayo unayaona yako nje na sio ndani, na kitu ambacho kilimsaidia ni mkanda ambao alikuwa amefunga. Kwa hiyo mtu wako atakuwa salama kabisa, usiwaze. Jibu la nesi lilimfanya Sandra kushusha pumzi ndefu, maana alikuwa ni mtu mwenye hofu kubwa sana. Wakati safari inaendelea, simu yake ilianza kuita, na alipoitazama namba ilikuwa haina jina. Hello, samahani, nani mwenzangu? Sandra alizungumza baada ya kupokea, lakini muda huo Mr. J alifungua macho. Alifungua macho kwa mbali sana na alifanikiwa kumwona Sandra. Sandra ambaye alikuwa ameshika drip ya damu, huku sura yake ikionyesha wasiwasi mkubwa sana. Samahani sana, uende unifahamu, lakini mimi ni baba yako Nicholas. Nahitaji kuongea na wewe zaidi mwanangu. Kuna mambo mengi ambayo nahitaji kujadili na wewe. Mr. Nicholas alizungumza kwa upole upande wa pili, lakini Sandra alichokifanya ni kukata simu na kuizima kabisa. Maana katika maisha yake aliapa kutowasamehe kabisa wazazi wake, hata iweje, hata kwa pesa, hata kwa kuhongwa, yani asingeweza kuwasamehe kamwe wazazi wake, maana hao ndio walikuwa sababu ya yeye na Nisha kuingia maisha magumu sana mtaani. Basi msikilizaji wangu, baada ya safari ya dakika 10 hivi, ambulance iliwasili katika hospitali. Haraka manesi walifika na kitanda cha magurudumu na kumpandisha Mr. J. Kisha walianza kusukuma haraka kumpeleka katika chumba cha matibabu. Sandra naye hakuwa mbali. Alikuwa kando akijitahidi kumtia moyo Mr. J kwamba angekuwa salama. Na baada ya kufika katika chumba cha matibabu, Sandra ililazimika asimame nje, akiwa akitazama tu milango ikifunguliwa taratibu. Hakujali kama Mr. J alikuwa ni adui yake mkubwa sana, lakini alifunga mikono yake na kumwombea kwa Mungu aweze kumnusuru na kifo. Alisogea pembeni katika kiti cha mapokezi na kuketi. Alitoa simu yake na kuiwasha tena, ila alishtuka kukuta missed call nyingi sana kutoka kwa Sada. Sasa ilibidi ampigie ili kujua shida ni nini. Simu iliita sana, lakini hakuweza kupokelewa. Alijaribu tena na tena, lakini majibu yalikuwa ni yale yale. Hii ilimfanya Sandra kuingiwa na wasiwasi mkubwa sana. Kwa nini ampigie simu Sada alafu asipokee, wakati haikuwa kawaida yake kabisa? Hao, kumbuka msikilizaji wangu, walikuwa ni marafiki wa kushibana. Lakini aliamua kupotezea, kwani alihisi huenda labda Sada alikuwa mbali na simu na ndio sababu ya kutoweza kupokea. Baada ya muda mchache kupita, daktari alitoka na kumfuata Sandra, ambaye alionekana kuwa na shauku kubwa sana ya kujua hali ya Mr. J anaendeleaje. Daktari, hebu niambie hali ipo vipi huko? Sandra alimuuliza daktari. Sura yake ilionyesha wasiwasi mkubwa sana. Huyu mgonjwa unafahamiana naye vipi? Au labda mna uhusiano gani? Daktari alimuuliza Sandra, ambaye alianza kung'ata maneno, maana yeye na Mr. J walikuwa ni maadui tena. Ni maadui wakubwa sana msikilizaji wangu. Kwa wewe ambaye tayari ulisikiliza sehemu ya kwanza, utajua kisa cha Sandra kumchukia Mr. J. Basi sawa, hakuna haja ya kujibu, lakini ndo ilivyo kawaida. Watu wengi wanaonekana kwenye mahusiano huwa wanakuwa ni wagumu sana kusema. Lakini mpenzi wako kwa sasa hayupo tena kwenye hatari. Muda mchache baadaye anaweza kuhamishwa wodi na utakwenda kumuona. Daktari baada ya kumaliza kuzungumza, aliondoka na kumwacha Sandra akicheka kwa mshangao. Tangu lini yeye na Mr. J wakawa kwenye mahusiano ya kimapenzi? Ila wewe nesi, wewe daktari, wewe. Light ungejua. Basi msikilizaji wangu, muda ulikwenda na hatimaye Mr. J alihamishwa wodi. Sandra alipatiwa ruhusa ya kwenda kumuona, lakini muda ulikuwa umeenda sana. Yapata majira ya saa 7 usiku.
Aliingia katika wodi na kujikuta akitabasamu kumwona Mr. J akipumua, japo alikuwa na mashine maalum iliyokuwa ikimsaidia kuingiza hewa na kutoa mwilini. Alisogea kando yake na kuketi. Alimtazama kwa muda na kutathmini. Alikuwa ni mwanaume mtanashati sana, ila tabia yake ilimbadilisha na kuonekana kama mnyama. Na msikilizaji wangu, kufikia hapo sina la ziada katika sehemu ya 7 ya simulizi yetu nzuri ya Mhudumu. Usikose katika sehemu ya 8. Ndo kwanza simulizi yetu inaendelea kupamba moto. Mazungumzo yatakuwaje? Mtu na adui yake anakuwa na hospitalini. Je, Mr. J ana kitu chochote cha kumshukuru labda Sandra? Na Sandra naye ataongea nini kwa Mr. J ambaye ndo adui yake mkubwa katika maisha yake? Mimi sijui, lakini majibu utayapata katika sehemu ya 8. Usikose msikilizaji wangu. Nikuombe tu ambaye haujasubscribe, jaribu kusubscribe kabisa ili nitakapotuma mwendelezo uwe wa kwanza kupata na kuenjoy simulizi. Ni hapa Mwinura TV. Kwenye maiki ulikuwa nami yule msimuliaji wako Leonard John.